Nitangulia kusema kwamba Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Mashariki na Pwani inatoa huduma za diakonia kama ambavyo ni wajibu wake kama kanisa, lakini pia kwa imani. Na pamoja na kituo cha Mtoni, Mheshimiwa Rais, tunavyo huduma mbalimbali za diakonia ambazo zinatolewa na kanisa la kwetu Dayosisi ya Mashariki na Pwani. Mheshimiwa Rais, zimeorodheshwa pale. Kituo kimoja wapo ni Mlandizi Vocational Training and Rehabilitation Center. Hichi kinafundisha vijana kuanzia umri wa miaka 14 na kuendelea ambao wana changamoto ya ulemavu wa akili. Vijana hao wanajifunza mambo ya ufundi lakini pia na stadi za maisha. Kituo hiki kimefunguliwa mwaka jana, kina watoto sasa hivi waliosajiliwa pale, wale vijana ni 47, kina uwezo wa kuchukua vijana 50 na wanaendelea na masomo. Mheshimiwa Rais, hiki ni kimoja ya kituo ambacho kiko kwenye mpango wa kupelekwa katika eneo jipya la Bagamoyo. Mheshimiwa Rais, kituo cha pili ambacho Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Mashariki na Pwani inakihudumia kama sehemu ya vituo vya diakonia ni kituo cha Jerusalem Home of God Love for Children. Mheshimiwa Rais, kabla sijasema chochote kuhusu kituo hichi, nichukue nafasi hii kukushukuru wewe binafsi. Kupitia watumishi wako wametembelea katika kituo hichi mara nyingi, na hapa nimtaje Makamu wa Rais. Amefika mahali pale akateleta salamu za upendo kutoka kwako, lakini pia hakuja mikono mitupu wakati wote. Mheshimiwa Rais, tumebarikiwa sana na watoto wale wanao moyo wa shukrani. Ni kituo cha kipekee sana. Katika kipindi chake kilipoanzishwa tangu mwaka 2019 kimepokea watoto 80. Kati yao watoto 39 bado wako pale kituoni. Mheshimiwa Rais, watoto hawa ni wale ambao wengi wao walitupwa wakiwa labda wana umri wa mwezi mmoja, wa siku moja, wako hata watoto wa wiki 3 walifikishwa mahali pale. Na wamekuwa wakiishi pale tangu wakiwa wadogo. Mheshimiwa Rais, watoto hawa wanao ushuhuda wa kipekee kwa sababu wanajulikana kwa jina moja tu. Na wengi wanaitwa Alex kwa sababu hawajulikani baba yao wala mama yao. Na wameendelea kuishi mahali pale. Watoto hao 39 wote wako masomoni, ukiondoa watatu ambao bado ni wadogo. Mheshimiwa Rais, kituo kingine ambacho Dayosisi ya Mashariki na Pwani inakilea kupitia huduma yake ya diakonia ni kituo cha Upendo Women Empowerment kilichoko Zanzibar. Hiki ni kituo ambacho kimelenga kuwawezesha wanawake na wasichana. Tangu kilipoanzishwa mwaka 2005 kimeweza kuwa na wahitimu 1094. Mheshimiwa Rais, hawa wamejifunza mambo mbalimbali ya kutarizi na kushona nguo kutoka level 1 na level 2, na pia wanashiriki kutengeneza bidhaa ambazo zinauzwa nje ya nchi kutokea pale Zanzibar. Mheshimiwa Rais, kituo hiki kinaendeshwa kwa ubia na Dan Mission, shirika la kutoka Denmark ambalo limekuwa likijumuika na Dayosisi ya Mashariki na Pwani katika kufanya, na kimekuwa baraka kwa watu wengi. Mheshimiwa Rais, niseme watu wanaoshiriki sana wengi, na tuseme kwa asilimia pengine 90 au 100 wanatoka Zanzibar na Pemba. Na kituo hichi hata miaka hii miwili, mwaka juzi kilikuwa na wanafunzi 83, mwaka jana 55, na kinaendelea kuwa na wanafunzi ambao pia wanafanya kazi pale. Mheshimiwa Rais, jambo lingine la diakonia linalofanywa na Dayosisi ya Mashariki na Pwani linahusu kituo cha vijana wa mtaani, malezi ya vijana wa mtaani. Mheshimiwa Rais, vijana hawa ni wale wengi wanaopatikana pale maeneo, kwa mfano unapopita pale Ubungo utawakuta wako pale mchana. Mchungaji wetu mmoja wakati anaenda kusali usiku alikuwa anawakuta wamelala pale. Mara nyingine wanamuomba hela kwenye saa 9 za usiku, akawakaribisha kanisani na baadaye wakaanza kuitana. Watoto 42 wamekusanyika mahali pale, na sasa hivi wako ambao wako shuleni 25.
yani 13 wanasoma QT, lakini wengine 12 wamejiunga na masomo ya VETA. Na mmoja mwaka jana alionyesha kipaji cha mpira na kanisa likamlipia kwenda Sweden kufanya majaribio ya kucheza mpira kule. Mheshimiwa Rais, kituo kingine ambacho tunashughulika nacho kama kanisa kitakuwa kimetaja pale kupitia shule zetu na vituo vya afya. Mheshimiwa Rais, naomba nikufahamishe kwamba tunazo shule za sekondari 4, tunazo shule za msingi 5. Zanzibar tunayo moja, lakini hapa bara tunazo zingine. Na shule hizi zinasomesha watoto kutumia mfuko maalum ambao ni sadaka tunayokusanya kutoka kwa washarika. Tunaita mfuko wa elimu. Mwaka jana tulikuwa na watoto 170 ambao tunawasomesha, tunawalipia kila kitu, mpaka penseli, mpaka nguo, niseme nguo ya aina yoyote, kuanzia mavazi, ada, chakula, mpaka wanamaliza. Na Mheshimiwa Rais, tuna bahati kutokana na watoto hawa. Tumepata watoto ambao walifanya vizuri sana. Mmoja alipata, msichana alipata pointi 7. Alikuwa haendi wala likizo maana hana pa kwenda. Lakini Mheshimiwa Rais, tunashukuru kwamba shughuli hii inaendelea kwa ajili ya kusomesha watoto katika shule zetu ambazo tulizonazo 4 za sekondari, lakini sasa tunazo pia shule za msingi ambako kwa mfano pale Kimara, Jerusalem, wako 105 ambao wanasomeshwa kupitia mfuko huu. Lakini Mheshimiwa Rais, tunacho pia vituo vya afya ambavyo viko 6 vimetapakaa hapa mjini, sehemu mbalimbali nje ya mji, ambavyo kimoja kiko Zanzibar Mwanakwerekwe, lakini vingine viko hasa maeneo ya pwani. Vituo hivi vinaendeshwa kwa subsidy, kwa ruzuku ambayo inatokana na sadaka wanazotoa washirika hawa. Mheshimiwa Rais, nimalizie kwa kutaja kituo kimoja cha Binti Mama. Kituo cha Binti Mama kinajihusisha kulea mabinti wadogo kati ya miaka 12 mpaka 20 waliopata mimba za utotoni. Mheshimiwa Rais, tangu kianzishwe mwaka wa 2012 tumeweza kupokea watoto 59. Watoto 31 wamewezeshwa kusoma na wakahitimu masomo yao, wamerudi shule. Mheshimiwa Rais, mmoja yuko anaendelea mwaka wa 2. Mheshimiwa Rais, sasa nichukue nafasi pia kukushukuru kipekee kwa kuwa umewaruhusu sasa warudi shuleni. Lakini kuna kipindi hapa nyuma walikuwa hawawezi, na kwa hiyo kanisa likawa ni kimbilio lao. Na kwa kuwachukua watoto wale tukaanzisha shule ya awali ili iweze kuwapa nafasi ya wale wasichana kutumika, lakini pia waweze kulea watoto wao. Kituo hichi kinaendelea Mheshimiwa Rais, lakini niseme kama nilivyotangulia kusema, tunakushukuru sana. Katika wakati ule wale watoto wakiwa wanasoma, kwa bahati mbaya tulipoteza watoto 3. Mmoja VVU, lakini 2 ni ajali za kutokana na kuwa na uzazi wa watoto ambao hawajafikia umri.